kesho atataka tena. Sema kiu. Maana yake una muundo fulani kwenye maisha yako itakayotaka. Watu wanaofanya gamblers, watu hao wanaenda kasino, watu wanaobet, si kwamba wataki. Hicho kitu kiko kuingia, naongea kufuata hii dunia, akili inaanza. Ukigeuzwa akili uingie gambling, mahali akili yako itageuzwa uingie kwenye hicho kitu. Kama ni tamaa, kama ni kubadilisha wanawake, kama akili yako itabadilishwa iende kwa pombe, mahali akili yako itageuzwa iende hapo, ndio utaanza kuiga hiyo mtindo, ndio utaenda na hiyo mtindo, ndio utaifuata hiyo mtindo. Hiyo kiu ni mbaya, inatolewa na Mungu pekee, wapendwa. Na ndio maana kuna watu wako hapo wanashindwa kutoka. Wengine wanauza mpaka chupa ya chai, wanapeleka hela kwenye hizo vitu, maana ile ni kiu inakujanga. Wenye akili ikigeuka tu, unaambianga afadhali yakwe kwenye mawazo, lakini akitoka kwa mawazo aende ageuzwe akili. Akili mahali inageuzwa, kama itageuzwa na mwanamke, hata mwambie nini anakuona wewe ndio shetani mkubwa. Huyu mwanamke ndio kila kitu, maana mahali akili yake iligeuzwa na karembo fulani kamoja. Yani wapendwa, ndio maana nawaambia mnaweza kuwa na maisha ukaona mtu ni mzuri, akakaa mzuri kwako kwa miaka ngapi, lakini akigeuzwa siku hii, si moyo inageuzwa, akili. Wachawi wanaendea akili, ndio maana wanakuambia leta hata nywele ya kichwa chake. Nywele wanatafuta akili. Wanajua huyu anafaulu vizuri shuleni, tubadilishe hii akili. Wachawi hawapendi watoto walokole wafaulu. Haujaelewa nilichokisema? Wakiona una mume mstaarabu, watafanya juu chini. Shida tu, hata wamtafute vipi, wanatafuta akili yake. Akili ya mtu yoyote. Leo mimi nakuongelesha hapa, unaniambia shikamoo, wewe unanipigia magoti wewe. Ile siku akili yako itageuzwa, utaniona nyangumi. Nimetoa jina gumu ndio uone vile adui anakuonyesha. Huyo uliyemuita kuhani leo unamuita nyangumi. Usifikiri ni rahisi mtu anaita mtu umbwa. Usifikiri huyo mtu ati ni ana unyama, lakini huyo mtu aliyekuwa mzuri leo katoa mwanamke kwa nyumba aishi kibandani na ajali hata watoto wake, kaenda kuishi na mtu mwingine. Usicheze na sehemu ya akili. Akili ndio ikivurugwa mtu anarokota makaratasi, sio mawazo. Maana akili ikiguswa utaiga hiyo mtindo, utaenda kwenye hiyo mtindo. Na ndio maana akili ikiguswa, unaona mtu anaanza kuchora tatu kwa mwili, anachora michoro. Unaona mtu anaanza kuvaa milegezo, inafika anaona hapa itoshi, anaenda hapa, anafika hata hapa, na anaona hata anafungia hapa. Niliona jamaa mmoja wa bodaboda huko kwenye njia ya Lita, kumbe inaitwa Lita. Akitaka kupanda pikipiki anarusha juu kidogo ndo anakaa. Maana mahali iko hata kupanda hapandi, mpaka apeleke juu ndo akae kwa pikipiki alafu iende. Lakini akishuka iko hapa, na anasikia vizuri vile imeteremka. Sio yeye ati avae nguo juu. Akili inasema suruali inafungiwa wapi? Chini ya makalio. Na hata ufanye nini haizi badilika. Anajua hii ndio nzuri na hii ndio fashion, na makalio yangu ikae juu, suruali iwe. Huyu anaitwa nani? Anasifiwa sana, mtoto wa miaka 19 sijui 20, Yemiel sijui nani huyu wa Spain. Although nilisema Spain imeshinda, kuna watu na wadai hela zangu. Niliwaambia tu Spain. Hata bishop nimwambia naomba pesa, akaniambia ndio hiyo roho ya gambling, lakini sina. Unaona sifuatilii.
Semeni amen. Halo? Niliwaambia. Tena nikamwambia ndio natoka na upako hapa ya Sunday. Kaambia hii ndio inashinda. Kaambia goli moja tu. Ngoma. Goli. Na nikaambia I wish ningekuwa na mali na bet. Kama ni kuna shinda milioni ningekuwa nimechukua. Kina Godi wote wameenda na hela, na Nkwera wote. Niliwaambia, nilitoka na nikatangaza. Ndio aliseme niabiwa uongo anaenena baada. Nilinena kabla. Goli moja, lakini naomba goli moja 20,000. Lakini bishop nikampiga 100,000, goli moja 100,000. Baadaye nikimwangalia na nikalia sura ngumu nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Laiti bindo ningeshinda, ningefanywa. Halo? Hiyo ni pati ya kucheka, sio ya akili. Hatujasema nisipopewa hiyo sisalamii watu, sio kama wewe. Tuko pamoja kanisa? Sema akili. Akili kikwambia ushuke nywele zijae hivi, anguke hivi, aki ndo utaenda ufanye hivyo hivyo. Hatutakuona macho. Akili imesema nywele zishonwe hivyo. Na umwambie wewe weka hivyo. Waka saluni sitakwambia jamani situfanye, wewe weka hivi. Akili imegeuzwa, ameingia nasema nyoa, na ukinyoa si kwamba tu inyolewe, kata hapa, kata hivi, ikae hivi. Akili imegeuzwa. Iko kwa ombea akili. Nimesema chunga ile akili. Unaona mtu alikuwa vizuri, ghafla anarokota makaratasi. Shetani anatafuta akili. Biblia inakwambia linda moyo wako, maana moyo itawekewa mawazo. Alafu hiyo mawazo itaanza kuitwa. Iitwe ipende nyimbo za kidunia. Usifikiri kina Diamond ni watu wako hivyo. Akili lishageuzwa. Alafu unataka kuwafanana, si kuwafanana. Ukiona mwanadamu anaweka makucha marefu, hata unashindwa anashikaje ugali. Wewe tuongee ukweli. Kwenye akili timamu kweli unaweka makucha ile ya miguu, afu ndefu. Wewe kweli. Hii. Wacha hata hapa basi. Hapo. Mtu amepachika nini? Alafu tena ni nini? Inaenda wapi? Yaani ndio mjue na naona ako mama kwa mfano kama Beatrice Kitia. Alafu anavaa mini skirt. Na anaona ako kuna watu hata hivi tambi haiwasumbui. Wanaiacha juu, wanaiacha hapa. Wako vizuri. Haleluya. Akili. Nakwambia hata nguo unavaa wewe ni akili yako vile imetengenezwa. Na hakuna mtu anakuambia chochote, maana wewe kwa akili yako timamu hii iko sawa. Akili ikikwambia ufunge kitambaa utoke nje, utatoka kitambaa mpaka hapa. Akili inaweza kuvalisha slippers mpaka maximum. Naongeanga vitu mtu ananiangalia hivi anacheka. Kunaweza kuwa ni wakati wa joto kabisa na umevaa bonge la koti la baridi, unafikiri ni msimu wa winter. Akili imesema uvae sweater. Mwingine anavaa nini ile inafika hapa. Sisi Kenya tunaita spaghetti. Yaani kama mtaita tambi, yani tambi kizungu yake spaghetti. Nyinyi mnaita kawash. Kawash ni wanaume, sijui mnahitaji ya wanawake. Ile kawash kuna mtu anaivaa. Leo enda Kenya, nyinyi hamjaona, nyinyi mnastuliwa na bado wazee wa mji. Kenya hakuna mtu anaongelesha mtu, watu wanavaa baika na bra. Wako barabarani hivyo. Kenya imefika hapo saa hii bila na kuongelesha. Nawaambia ukweli, kuna mtu amechora aonekani, kuna mtu amepiga hizi vipuli hizi. Amepiga kila mahali. Mahali imefika na kuambia akili kiniambia hapa mimi mtashangaa. Hii kuanzia hapa mpaka hapa pete. Hapa mpaka hapa pete. Hii yote ni nini? Pete. Miguu kuanzia hapo mpaka huko pete. Huku mpaka huku. Maana nimeamua mimi ni bling bling, 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 bling.
Na unaona kabisa mwingine anavaa anashika hapa akili na rap popote. Yeye sio wale wa rapa wa Marekani, lakini ameingia yo. Yani na hakuna dunia yo. Anapenda nyimbo tu afanye yo. Akili imeenda yo. Yesu Kristo kamata, mwambie Yesu nikamatia akili mapema. Unaweza kuwa unafanana kama mganga wa kienyeji, wewe si mganga wa kienyeji mpendwa, itakubadilisha. Wakikuja wakamate akili yako, wataamua vile wanavyokutaka ukue. Maana Biblia inasema mtaiga, yani inakupeleka uige dunia, mitindo yake, fashion yake, itakubadilisha vile unastahili kuwa muonekano. Akili isipobadilishwa na Mungu wapendwa, itakufanya ufanane na hiyo dunia na mitindo. Alafu wengine itakuja kukudhalilisha. Kwa jina la Yesu Kristo, anayetafuta akili yangu au ya watoto au ya mtu yoyote, sema wa familia, sema nimekataa kwa jina la Yesu. Sema chochote kinakamata akili yangu, sema chochote kile kinataka kugeuza akili, nimekataa kwa jina la Yesu Kristo. Wapendwa, mnaweza tamani mkafanya. Wacha nikwambie, usilaumu mtu amekaa kwa ndoa lakini ghafla akasikia anaenda na kijana wa kazi. Sisemi jina, tumeletewa hapa na baba. Mume ana gari, ana biashara, dada ana biashara, kila kitu anacho, lakini ameenda kwa mlinzi. Wana watoto mpaka watatu, lakini ameenda kwa mlinzi. Na akiangalia, akaletwa mbele ya baba. Baba anamuongelesha, akamuuliza tena, unataka nani? Nataka mlinzi. Na huyu mwanaume anasema simuachi. Hiyo ndoa nzuri. Huyu akili nasema simuachi. Huyu akili nasema mlinzi. Huyu sikuachi. Si kwamba ni wenye dhambi, wote wanasali. Na je, huyu mwingine mnajua nilikataa kufungisha ndoa? Akili inasema PhD. Inakuja inasema nimewekewa, naona nimewekewa mkojo ya huyu mama kwenye chakula. Na anaamini mkojo imewekwa. Anashika kitu kingine anakuja naye hapo, nafikiri yani anakaa kama anafikiri kama amefanywa, akili imegeuzwa kama experiment wa laboratory. Na PhD yake ni ya Kiswahili, lakini anakuja kama mtu wa laboratory. Yani ni yule kama mwenye anakupima maabara. Kila saa unaona anakushikia kitu kingine kama maji madogo hivi, anasema hii ndio ni kama imeniroga hii. Ndio hii mama imeniroga hii. Kichwa, akili. Unaona tu mtu ako hapa anacheka ovyo, akili. Na akikubadilisha ujijui. Akikubadilisha ujijui. Leo nilikuwa naambia Restuta. Nilipokuwa nawaona nyi wa shirika, nilikwambiaje? Nikakwambia Ruta akinipigia kwani ilikuwaje? Akaniambia hata hiyo siku ni vocha iliisha hakujua. Alikuja kustukia anajua ni mimi tulipoisema madhabahuni. Ndio anajua kumbe ilikuwa mchungaji. Ruta wewe. Yaani hata kujua, yaani wale yote anaongea naye alijua ni rafiki yake. Si umesema alifikiri ni anaongea na nani? Yaani unaweza hata nawaambia ukweli, unaweza jua unapigia mtu simu, kumbe sio. Unapigia mtu tofauti na akili yako yote inakuonyesha unaongea na mtu fulani. Tuongee hapa wapendwa. Sio kwamba mnanyamaza, mnaweza geuzwa akili bila kujua na ukafanya kitu sio tarajia. Wangapi wameifanya kitu kibaya mbele ya bosi, si kwamba walitarajia, walijipata. Nimeona mtu anatukana bosi kabisa mbele ya macho yake, kwenda utanifanyia nini? Sio kwamba hapo amegeuzwa ajue anachokifanya. Akirudi anasema jamani, nimefanya nini? Akitamani kurudi arudije? Ulishatukana, unarudije? Kwa sababu shetani akigeuza akili utafanya kitu cha kijinga. Unaweza jidhalilisha bila kujua. Nawaambia hapa msijione mmesimama. Ndio nikakwambia ndiko usione umesimama usije ukaanguka. Nimeona akili ya mtu kigeuzwa akashika bia konyagi hivi, akaniambia nilikamata hivi. Mungu akanitetea.
Msipokuwa kwa Mungu vizuri, mnafikiri mna maisha yote, lakini hamjui kuna mtego wa akili. Baada shetani anaendelea kuumiza mawazo yako, anakuja anatafuta akili. Akili ya huyu mtu iko wapi sasa? Anakuja. Umeona mtu anafanya kazi ya kijinga sana. Sio kwamba nitaita kuna kazi ya kijinga, ila kuna kitu tu imeingia kwa akili yake. Tunauliza, huyu ni nini imefanyika? Adui wa akili leo kwa ibada hii awachie in the name of Jesus. Adui wa akili leo awachie kwa jina la Yesu Kristo. Mimi nawaambia ukweli. Mimi nikiona mtu sitofahamu kwa ibada, najua leo akili tu ilikama. Na hiyo wamekuonjesha, huwa wanakupashanga salamu. Sasa siku watakushushia moja kwa moja, siku watashusha mzima mzima. Wapendo, hiyo yenye ulikuwa unafanya ni kidogo. Haujawahi ona mtoto mdogo anapigana na mama yake mkubwa? Haujawahi ona? Unafikiri ni yeye? Akili inaonyesha naweza kukupiga. Na kweli unaona anafanya nini? Anapiga mzazi. Na ukiuliza vizuri unaambiwa, mbona huyu hakuwa anapiga? Nini kilitokea? Akili imevurugwa. Niliona mtu anavuruga, akashika panga, anakimbia hapo, anapiga. Nimekwambia kuna yule tuliletewanga hapa na Mwambete. Leo hii karibu anataka kufunga ndoa. Ule mwenye akili iligeuzwa. Saa 8 ndio kwake kumekucha, analima. Ukimkosea useme tu kitu, ameinua panga, mtatoka wote. Siku nyingine tunaendesha gari, sijui tulikuwa na nani, sijui ni Berege au tunaendesha gari na tuko na yeye nyuma. Tunajua hapo akili haijakaa sawa sawa. Akatuambia, sababu tulikuwa tunatafuta barabara ile ya kuingia Mbezi pale ndio tuendelee. Akatuambia mnaingilia hapa, tukamwambia pale nimesema mnaingilia, tukasema tumepotea. Tukasema tuingie kwa hii sokoni. Anasema mimi nimewaambia, mimi najua nyinyi. Sasa tukaanza kujua, nikaanza tu hapa. Huyu anamjibu vile anavyotaka. Luka nani wake. Anasema Jehova. Unajua akili ijue ni mchungaji, inaweza kukufinya koo ukiwa hapa na utangulie mbinguni kabla hujafika. Yaani kabla hujaitwa. Nikasema baba hujaniita nisije nikaitishwa na huyu jamaa hapa nyuma. Kuna mahali unajiombea maombi, maana unajua kuna mtu anaweza kukuita kabla uitwe. Mimi hapa wakati watu wanakombolewa nilikuwa naona dada moja anaendea hata kama ni pepo. Mimi hata kama ni pepo huwezi endea kwani hivi. Nikamwambia jaribu tena kumwendea. Kukombolewa lakini acha kuendea mzee anawea atumvambie kutoka nyuma vipi? Jaribu. Na nikarudi huku nikanyamaza. Sema nimetiisha hiyo roho. Kuna vitu akili za watu. Tangu siku ile walirarudia mzee koti, siziachi. Mtu anaweza kuja hapa akuanzilie koromeo hivi ameishika achi. Akili imemwambia tu ende hiyo koromeo. Kama ule wa wapi? Ule wa Mawenzi alitumwa, hiyo pepo inamwambia tushika koromeo ya baba. Yaani kama sio Mungu ndo akabatika akabaki na ile koti ya baba akaichana. Unafikiri hapa ati ni upako? Ati upako iko mwingi kwa aposto. Koromeo. Kuna pasta mmoja alifikiria anakomboa nini? Anakomboa nani? Kichaa. Ati mtoka mfungue hiyo minyororo. Nyinyi mziwa haraka kufungua minyororo hapa. Fungua minyororo. Ilipofunguliwa alimnyongea chini, tulikuwa tunasikia mama Shadi nisaidie. Hata hapo witi Yesu. Akili ni mbaya, usicheze na watu wamevurugwa nini? Watu ambao wamevurugwa akili, wacha ukijua tu uko na mtu yote, mitambo ya network haifanyi kazi. Hata akikwambia neno ambia hamna shida. Sawa. Mitambo ya akili ni mbaya. Mitambo za akili zikivurugwa ipendwa ni noma. Haleluya. Yaani ni neema ya Mungu tu alibahatika, na alipochomoka hakukati niko kwa uwepo wa Bwana, alienda kilomita. Anaambiwa rudi. Msiende
Naambia ukweli yake, msiwaifanya makosa. Ati unasema nina upako, fungua uenda zimu ninawaombea. Unamwenda zimu, anakula mpaka choo. Kisa wewe. Akikuona anaweza ona wewe ile choo anatakuwa na akule. Msiombee vitu vingine una upako naye. Mimi naambianga Mungu hata kama nina upako, acha kwanza nione dalili ya uponyaji. Hakuna kitu kama hiyo. No. Akili ni system mbaya sana. Unakaa na mtu hapo kabisa kweli anakupiga panga. Ndio Mungu umeokoka una upako, lakini utabaki na alama ya maisha. Alama ya nini? Mbona nilikuwa napita hivi tu chonya, bahati mbaya akanipiga hivi kitengo. Hii alama haijaitoka mpaka leo. Alama ya chonya. Hakunanga alama inaisha, hata kama upako iko ya kutoa watu, lakini alama hii ipo. Wewe endelea kusema umetumwa. Umetumwa wapi? Nakwambia wewe unakaa na mtu kila saa anahudumia ile watu wa cemetery huko ndani. Anaziona. Alafu wewe unaongea na huyo mtu huyo. Usiongee ovyo ovyo. Watu huko ndani inawezekana kuna mtu anaamka anamwambia rudi. Maana anaona haoni roho ya uhai. Haoni roho ya ati kama kuna ufufuo. Yeye anaona ni mzimu imefanya nini? Wewe mzimu nyamaza. Haleluya. Kumbe Mungu karudisha uhai wa nani? Lakini kwa sababu yeye kazi yake ni hapa ni watu kukimia. Hii kanisa Sasa wewe bahati mbaya huko upige kelele. Si utanyamazishwa huko ndani? Kwamba rudi. Akili. Semeni tena akili. Sijasikia mtu sema akili. Sema chochote kinataka kuaffect akili yangu. Kuna watu wanaharibikiwa na akili. Kuna watu wana ugonjwa ya akili ghafla. Kuna akili inakuja inakamatwa. Isifike hapo kwa jina la Yesu Kristo. Na ndio maana dhibiti, ndio maana Biblia inasema, nani sasa mnaelewa hii andiko? Linda moyo wako kuliko vyote. Maana usipolinda moyo wanafuata akili. Hawataona akili yangu, hawataona akili ya watoto wangu, hawataona akili ya mume wangu, hawataona akili ya mke wangu, hawataona akili ya watoto wangu. Sema yeyote anafuata akili, nimekataa hatafaulu kwa jina la Yesu. Watu wanabadilishwa akili. Akili inabadilishwa ikigeuzwa. Kama igeuzi kuwa mtu mkubwa na tajiri na watu wa baraka, inageuzwa kuwa watu katili. Inageuzwa, ndio maana unashangaa kwa nini mtu anakubali, anasema niko tayari niende jela. Akili imekamatwa. Tunakataa hiyo kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna safari ya jela kwa jina la Yesu. Hiyo dhambi inayotafuta mtu, hiyo roho inayotafuta mtu haitafanikiwa. Shika kichwa chako, sema akili yangu inalindwa na Bwana, inalindwa na neno la Bwana, in the name of Jesus. Akili same sensitive. Chunga. Najua unaweza kucheka, lakini ikakutata ndugu yako, nawaambia ikakuta hadi ndugu yako. Unajua kuna ile wakati wa ilikuwa sijui ni mwaka jana. Tunaona tu mtu kwa familia anasema huyo baba ameshaondoka. Baba mzazi wangu. Akili inaweza ambia mtu aongee kitu cha kijinga. Na waombea kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna mtu atabadilishwa akili. Hivi ndio inaenda. Kama ikuigizi kwenye mitindo. Ndio maana nawaambia angalia sana. Unajua akili kivurugu inaanza taratibu, haikujingi mara moja. Chunga sana vile unaanza kubadilisha vitu. Akili ndio inafanya unabadilisha vile unajibadilika hivyo. Wapendwa na waombea, msije mkabadilisha vitu. Mimi nakwambia kesho naweza stukia mtu hapa amenyoa kipara ile kabisa inang'aa na ni mwanamke. Na sijawahi muona na kipa. Ndio mahali tunaelekea. Kama sio hiyo, utanivalia nguo za watu wengine hapa. Nikuulize kama uko sawa. Kuna akili nyingine inageuzwa inasema kuanzia leo mimi ni kuhani.
na utakuja hapo umevaa majoo. Haya, si uvai, ngoja utaona akili. Akili ndio inafanya watu hapa nakwambia mimi ni nabii, na hajaitwa kuwa nabii. Na ubaya ya hii unabii inabeba roho ya utambuzi. Unafikiri anakutabiria ukweli, kumbe hiyo yote inatoka wapi? Kwa shetani. Siku ile Ijumaa siku naongelesha Kitia, nilisema chungeni, shetani anaongea. Shetani anaweza fanya nini? Na mfikiri Mungu anaongea, kumbe hiyo sauti anaongea nani? Manake ninaongea lakini shetani anamwambia kitu kingine pale. Lakini hakuelewa nasema hivyo. Ndio alielewa Jumapili. Juzi hivi Februari ananiambia kitu, nikamwambia kuna vitu siingilii. Kaambia wewe ndio mama uingilie, lakini nikamwambia kwa ajili yako nitaprotect huyu mtoto. Lakini sijui, lakini mimi siingilii. Hakufika mbali hapo Mikese wakapata ajali. Lakini baba ndo akaumia, gari haifai, mtoto akapona. Nikamwambia uliletwa mbele yake, lakini nikamwambia kuna vitu uingilii. Lakini bado walienda safari baada ya kufungwa bandage. Bado baba akasema lazima tuende. Kuna vitu unaangalia hivi, unaongea na mtu hata mara 4 5, unabii ikwambii kitu mbele, lakini inaendelea kukwambia kitu, inarudia. Nilikwambia ukiona ninarudia kitu na nafafanua sana, ujiulize kwa nini naongea hicho kitu. Kuna wakati nakwambia kwa nini naongea kitu sana, alafu kwa nini ninaifafanua, ujiulize sana. Jumapili tu hapa, hata hawakuenda mbali, gari haikufaa, lakini Mungu akaokoa. Na nikamwambia wewe utaokoa, hao watatembea kwa ajili tu ya kwako, kwa sababu pia hata watoto wakiumia bado utaumia tu. Na nilimwambia hivyo. Kuna vitu huwa tunafanya kwa ajili ya wewe mzazi. Kaa na Mungu vizuri. Kaa na Mungu vizuri. Halo? Halo? Akili ikigeuzwa haitafuata tu mitindo, hofu yake. Ndio maana utajipata kwa waganga, itafuata hasira zake. Akili ikiguswa ndio mtaenda kwenye chuki. Mtafikiri namna ya hii ulimwengu, hamtafikiri mambo ya mbinguni, mtafikiri namna ya hii ulimwengu. Mtageuzwa kubadilisha kutoka kwa ndani kwenda nje. Badala ya upya wa nia, akili inapobadilika, hisia pia hubadilika. Akili ikibadilika, pia hisia inabadilika. Nimalizie na Wakorintho wa pili 15. Wakorintho wa pili 10 mstari wa 5. Haleluya. Wangapi mnaamini kwamba tutaenda kuambia Mungu aguse akili zetu? Nimeanza tu na sehemu ndogo. Chunga mawazo. Ukiona hata wale watu ambaye wanabaka, kuna vitu vikiingia kwako, jamii itakutenga. Jiepushe na ujenge tabia nzuri. Usibadilishe ukakuwa mfungwa, maana yake mwisho shetani anataka umalizie kwa mauti, kwa jela. Umekosa, umevunja sheria. Jiepushe wapendwa na mabaya. Ambia Mungu akulinde na alinde akili yako. Juzi Arusha, nini imetokea? Watu wawili, hii sijui ilikuwa Kilimanjaro na ingine Arusha. Ya Arusha ni mama mmoja amesema ati Roho wa Mungu amesema asizike. Mtoto wake anazikwa, yeye asema haendi, Mungu amesema asizike. Na akaenda akaulizwa na vyombo vya habari, akasema bado nina akili timamu, lakini niliambiwa nisiende, nyinyi zikeni. Mungu gani anaongea hapo? Kuna Mungu anaweza kukwambia hicho kitu? Mwingine anakuja anaua. Ule wada aliua baba na ndugu.
akili. Watu ugonjwa wa akili inaanza kabla ijakuwa ugonjwa, ni unabadilishwa. Kwani huyu hakuwa, si amekuwa mpaka mtu mkubwa? Uwe mkubwa alafu geukie baba yako. Mko kanisani, lindeni akili. Ndio maana mtu anajificha kwa Mungu, sione. Ndio maana unaambiwa utafaidi nini upate kila kitu na upoteze ufalme wa mbinguni? Mtajiona mko na kila kitu, mkadharau kanisa, mkadharau watumishi, lakini mkasahau shetani akipata akili yako utakuwa kicheko cha mji. Utakuwa habari ya mjini. Utajaribu kujiua na ukufi. Itajulikana huyu ndio huyu aliyefanya hii ujinga. Utafanya dhambi na itaanikwa akili yako. Alijaribu kutoa mimba, haikutoka, ndio huyo. Itakurudia. Alijaribu, huyu ndio huyu. Alitupa mtoto, ndio huyo. Manake kile akili yako ilifanya ufanye, inageuka, inakuexpose. Lakini wakati wa ile tendo ni akili tu imoja imebadilisha. Ninakuombea kwa jina la Yesu, unapolinda moyo wako, ninakulinda kuelekea kwenye mawazo yako ambayo inaenda kwenye akili yako. Sema, akili yangu linda na Bwana. Sema, ulinzi kwenye akili. So msiwahi niuliza kwa nini unavaa malapa akili. Leo uniambie ninaenda kuchora alama akili. Naenda kuishi msituni akili. Na nitalindwa na Bwana katikati ya simba na nani? Wewe nani ulindwe? Umefanyia Mungu nini ulindwe na simba? Unaenda na tunakurokota kama aliyekufa. Na Mungu yupo. Usiende kabla Mungu hajakutumua, sio wale watumishi wengine. Kuna watu wameenda kufunga wakakufia huko huko. Sio kila mtu anaenda huko. Wanaoenda ni wale kabisa unajua unaenda wapi. Tena twende popote. Semeni amen. Akili hapa ikikwambia, naambia hivi, chungeni akili zenu. Nimeona akili ikiambia watu wakafuga nywele style fulani, mandevu ikafika huko kilo. Akili imesema fuga na utafuga. Kuna akili sasa inaambia mtu hizi manyani inapita pita hivi, kamata mbili, weka, fuga. Na wewe uko na nini bodili ya wanyama inaitwaje? Maana umesha kuliko uone ng'ombe, unaona nini? Hizo nyani. Alafu nasema sasa hii naona ni mtaji. Nikiweka hapa watu wanakuja, utakamatwa na serikali. Chungeni akili yenu mjama. Unaona vitu inakupeleka ufanye. Semeni amen. Uliza jirani yako, akili yako inakwambia ufanye nini? Ambia mwenzako, vile umevaa ni akili. Vile unaongea ni akili. Hata ukijibu mtu akili. Nimesema huwa inajibu na hasira. The book of 2 Corinthians. Wakorintho wa pili 15. Sauti, kaa tu chini, sauti. Sasa tusome kama watu ambao wamefika ibadani. Sasa hapo ndo maana nataka useme tukiviteka, underline kama una Biblia, tukiviteka nyara mawazo yote tuyatiishe wapi? Ipate kumtii Kristo. Tunaenda kuyashika. Ndio maana ninatumia hiyo kusema naweza kuomba na wewe unaweza omba. Tuchukue hiyo tuitiishe. Chochote imezidi elimu ya Mungu, chochote imezidi nataka kujiinua, tunaenda kuyatiisha, tunaenda kuyateka nyara hayo mawazo, tunaenda kuyatiisha katika kumtii Kristo. Sema, nitamtii Kristo, mawazo yangu yatamtii Kristo, akili yangu itamtii Kristo. Na ndio maana kile unachokitii ndio kile kinakuongoza.
Na ndio maana hautatii waganga wa kienyeji, hautatii wale wataita majina yako, iwe mazingaumbwe, iwe wachawi, waganga mali wanakuita, hautaitika. Usiku wa manane hautaitika, saa 8 hautaitika, saa 6 ya usiku hautaitika, saa 9 hautaitika. Tunatiisha kila mawazo. Kuna kitu tunaota usiku, na ile kitu ambacho tunaota inataka tuitii. Hiyo mandoto za kishetani sitaitii kwa jina la Yesu. Ndio maana wengine wenu mnapoitii, unaamuka asubuhi na hasira, unaamuka asubuhi na vita. Kama unaamini ninachokisema ndio ulinganishe wa Korinto, rudi nyuma Warumi 12:2. Ukisema nikwambie hiyo mawazo ilete ya mtii Kristo, usipoangalia utatii. Hebu twende ndo turudi hapa ndo unielewe. Ndio maana unaanza kuiga mtindo. Ukibadilishwa akili unaiga, maana kuna ile kitu kimekubadilisha. Na ndio maana Biblia inasema Warumi 12:2. Thank you Jesus. Soma kila mtu kwa sauti. Wala sauti yenu sijui kwa nini haijafika. Wala msifuatanishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na kumpendeza na ukamilifu. Enda wa Korinto. Hapa ndipo naona mwanadamu anaambiwa hapa, msifuatanishe namna ya hii dunia, kwa sababu tunaenda kuyatii yale ambayo Mungu anayasema kwa maisha yetu. Itakuwekea lot of peace. When peace like a river. Yani kuna kitu inaonyesha, unaonanga kuna ile maji inaenda hivi. Anytime unaonyeshwa hivyo inakuonyesha maana ya amani. Ndio hiyo rangi ya blue, hiyo maji, mahali kuna calm. Ndio maana unaona watu wakitakanga a lot of calm. Sangine wanaenda mahali kuna maji yanayotembea, inaenda vizuri. Peace. Yani dhihirisho ya peace, maana yake unapata kuna kitu kinatulia. Wapendo, unahitaji amani. Kuna amani unahitaji sana iwe mpaka kwa akili yako. Sio amani ya nyumba yako, hadi ya maisha yako na akili yako. Akili yako itulie. Akili ikivurugika itakwambia usikae nyumbani. Tutakupata kama Masinyamima. Siku moja mimi nilisikia sina amani, nasikia imevurugika. Nilitembea nikajikuta niko Msamvu. Yani si kwamba ati kuna kitu, yani nakuonyesha life. This is the real life. Yani unasikia tunatembea na ujui umepiga hatua gani. Ukistuka hivi utajipata Msamvu. Wengine mtajikuta muko Kionda. Unaona hii mguu haijui kutembea kutoka hapa mpaka hapo. Ukifanya mazoezi lakini wakati wa kuvurugika, mahali unapiga stop, niko Msamvu. Na ukifika Msamvu, neema ya Mungu isipokubeba, unaongeza ingine. Ndio unapata mtu anakuwa hapa haujui ni nini. Nimewahi ona, niko na baba na ndani ya gari, tunaendesha gari, unaona si ni mwanamke, aogopi mali, anatembea ni katikati ya misitu, anaona niko salama. Akili kigeuzwa, anaona ako salama kwa vichaka, ako salama, ajui kama kuna vibaka, anatembea popote pale. Ninakataa hiyo roho isikufuate. Amani si tu tunaitaka nyumbani kwetu, tunaitaka kwenye mawazo yetu, tunaitaka kwenye mwili yetu, tunataka amani kwa akili ya watoto wetu. Sema amani katika jina la Yesu Kristo. Hakuna kitu kitageuza akili yetu. Nimeona wengi wamegeuzwa akili yao, wamekataa vitu vizuri, wamechagua vitu vibaya. Ninaikanusha hiyo kwa jina la Yesu. Ni nani aseme ninakataa? Akili baya. Naona mtu anakuja saa nyingine anatuambia tuko na baba, anasema mimi nasikia nimekamata gari hivi na akili inaniambia vile ndo vizuri, leo nimewabeba wote. Amebeba mama na watoto nyuma, anasema nimefurahi sana leo wako, lakini mama na watoto hawajui. Kumbe mzee anapanga atafute mahali kuna kidimbwi, waingie huko ile sehemu ndefu, awatupe huko, wani wote tuende.
Anasema hiyo siku hawakujua, ndio anakuja sema mama anastuka, anasema mimi nilikuwa nataka muende wote. Kumbe unaweza fikiri unaendeshwa na gari na mtu timamu, kumbe anasema hapa ndo tunaenda. Wewe nakuuliza, haujaiona unaendesha gari mtu tu pikipiki anataka agongwe? Sio eti anasema tu wachana wale mnasema ati maisha imewalemea. Kuna watu maisha haijawalemea, wanataka tu yani kitu namwambia ende utafute kifo. Pokea amani. Pokea amani. Amani ya akili. Amani ya akili. Akili yako iwe na utulivu kwa jina la Yesu. Kishika kichwa chako, sema ninaanza na mawazo. Ninaenda kwa chanzo ya nia. Ninaenda kwenye akili. Ninaenda kwenye amani yangu katika jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo in the mighty name of Jesus. Mimi nawaambia ukweli, nimeona hata mtoto mdogo akikataa kitu na anakataa kata. Ni nini? Uelewi. Shetani asiite mtu usiku akaitika, asiite majina yenu mkaitika. Anaandaa tu kitu kidogo tu anakuita, akikuita unaikiitikia. Ndio umegeuzwa hivyo mpendwa, unakuwa ni yule si yeye. Nawaambia ukweli, kitu ikiingia kwako watu watakushangaa. Umeona vile tunashukanga hivi vizuri, tunakaa vizuri, kitu ikituingia tutaanza kuweka rangi zingine, tutaanza kufanya vitu tunashangaa huyu ni nani? Sio wewe, kuna kitu kimekuingia. Huyo mtu sio yeye, kuna kitu kimembadilisha. Hapo ndio wakati hatari. Asikii mtu yeyote, ambiwi kitu na mtu yeyote. Ninaita hizo akili katika jina la Yesu Kristo. Tunaweka mipaka kwenye nyumba yetu na damu ya Yesu Kristo. Akili zetu hazitafurugwa. Akili zetu hazitafurugwa. Tutageuzwa akili zetu, bali kila elimu inayojinua juu ya elimu ya Bwana tunaitiisha yote. Leo tunatiisha. Sema ninaitiisha mawazo yangu, mambo yangu, ninaitiisha kwa Yesu Kristo. Tiisha, itii Yesu, itii Yesu. Sema wewe Masi utamtii Bwana. Taja watu wa nyumba yako. Anza Apostle Kevin atamtii Bwana. Masi Nyamima utamtii Bwana Yesu. Avisha utamtii Yesu. Shia utamtii Yesu. Aviela utamtii Yesu. Makata bayanda. Unaweka investment kubwa kwenye vitu, watu wanageuzwa akili. Unaweka investment kwa watoto, wanageuzwa akili. Unaweka investment kwa viongozi wa kanisa, wanageuzwa. Ndio unasikia leo wanaanza vurugu kama ile iliyokuwa Manyara. Wanasema leo hakuna mtu anaabudu hapa. Wanaamua hakuna, tutaki hii uongozi. Wanakubaliana, wanasema hapa kitaeleweka. Akili ikibadilishwa, kanisa itakuwa kama sehemu ya siasa na sio sehemu ya siasa. Ninakataa kwa jina la Yesu. Kugeuzwa akili haina majina, inatafuta mahali pa kuingilia. Haitaona hiyo njia kwa jina la Yesu Kristo. Sema akili yangu haitabadilishwa. Sema tena, akili yangu haitabadilishwa. Yaani kuna mtu anakuvizia abadilishe akili. Anakuambia enda, anakuwekea neno kwenye wazo ili ingie kwa. Nimekwambia stage 5. Ndio nitarudi uingie. Mtu akisema enda uibie baba yako, hajaanza hapo. Ameanza mawazo, iingie. Maana mawazo ndiyo sehemu ya kwanza. Akitoka kwa mawazo, tutaje stage zote kwa haraka kwa pamoja 1 2 3 na mnaelewa mafundisho yangu. Akianza na mawazo, anaenda wapi? Ili hisia yako ikubaliane na ile wazo uliowekewa. Maana sasa wazo sio lao, wazo linakuwa la nani? La kwako. Ukitoka hisia, unaamua hicho kitu. Ukitoka kwa kuamua, unaizoea. Ukitoka kuzoea, unajenga hiyo tabia. Baadaye inakuwa hatima yako. Stage ya kwanza ya mawazo kwenye moyo, ndo ni mawazo kwenye moyo. Chungeni mawazo sana. Wacha kuwaza watu vibaya, maana umemweka wapi? Moyo.
Kwa nini unapenda mtu unaishi naye? Si umemweka kwa moyo? Manake akuja kwa moyo moja kwa moja. Ndio wazo inateremsha wapi? Ndio Biblia ikasema linda sana moyo wako kuliko, sijasikia mtu, linda. Rudia tena. Methali ngapi? Methali ngapi? Utaomba, utakuwa na kipawa, mtaenda wapi? Lakini ninawasihi vyote ulivyo navyo linda sana. Biblia imesema kitu kidogo, moyo wako, kuliko umeambiwa vyote. Utalinda kila kitu, lakini umeambiwa hiyo yote unalinda ni bure. Linda chanzo chake. Umeambiwa kuliko vyote linda moyo. Kuna wimbo iliimbwa zamani sana. Huyu dada ali make sense. Somehow nilikuwa nampendanga sana, nilikuwa sijakuja Tanzania. Kwa msichana, lakini nilimpenda sana. Alikuwa anaimba na kasauti kingine ka sharp sana. Wimbo mwingine mmoja niliwaambianga ile tenda wema nenda zako. Lakini nyingine alimba akasema tuliza moyo. Na moyo. Huyo. Haiwezi wekwa ama hakuna godi. Bila godi hatuweke wimbo. Nikipea mtu mmoja unabii nikae chini. Dadia tuombea tu release. Semeni amen. Ya bashanda baya. Kuviteka nyara mawazo. Mawazo sio mabawa yako. It is important I say this because sita I repeat. Mawazo sio mabawa. Manake we move. Biblia inasema kuna mali nitakufikisha nikwambie. Kwa nini Biblia ikakuita tai? Hii Injili inakupeleka hadi somo la tai. Kwenye hizi vipengele vyote nimekwambia. Macho, nguvu ya miguu, mdomo, kila kitu cha tai. Wewe ni tai, manake wewe si kuku. Unawaza yaliyo juu. Wewe ni kwenda juu. Ndio maana Zaburi 1:1 haustahili, pesa heri mtu yule asiye kwenda. Ustahili kutembea, yani kiroho hatutembei, hatukai, hatusimami. 3 things tunanyimwa walokole. Lakini tunaambiwa maana vitu vyetu ni vialivyo juu. Lakini system ya mawazo usiendeshwe na mabawa because it is too fast. Ni kama maisha, usipende lift kwenye maisha. Tunaendanga na step by step because we want to learn. Haturuki darasa. Lazima tujue darasa la kwanza inafundisha nini. Uwezi ruka darasa la 4 na ujui darasa la 2, 3 inasemaje. Maana kila darasa ni msingi wa darasa nyingine. Nasema kila darasa ni msingi wa darasa nyingine. Pita kila darasa, wacha kutaka kupita na lift kwenye maisha. Semeni amen. So mawazo ni tricky. Nimesoma pia Yeremia, si ndio? Moyo ni mdanganyifu. Maana yake the thoughts, mawazo ulionaye inaweza badilika ikawa nini? Mabawa. Ikakupitiza ukajiona, yeah, this is the great things without you knowing ya kwamba achievement ya hiyo vitu kuna process. Now mawazo yanakunyima kuangalia process. Na ndio maana kuna watu mnakuja hapa mnataka tukue kama waganga wa kienyeji, tukuwekelee tu mkono kesho milioni 1 chumbani. Yani mawazo yenye mabawa. Kwamba nikuombea haipokea milioni na ukifika kwa nyumba uikute kitandani. Lakini pia vile vile utatoroka ukiikuta. Utakuja kwetu apostle, kuna mtu pepo. Hautaona Mungu, utaona tena. Sema mawazo ni mabawa
ambayo ustahili kuitumia kama mabawa, yani kitu sio mabawa yako. Ijakupa how you don't bring thoughts so that ufly when they all over. Yani uko hapa because mawazo inaweza kukupeleka Amerika, because kwa TV umeshaona Amerika tu vile inakaa. So unafunga macho unajiona New York, na hata ujui New York mabawa. So mawazo sio mabawa. Mawazo sio. Kristo ndiye mabawa yako. Maana ni yeye akufunikaye kama vile kuku afunikavyo vifaranga vyake. So mawazo yako yasiende juu. Ndio maana nimekwambia elimu yako yasipite elimu ya nani? Very quickly because I don't want to explain there. Na mara nyingi katika tufani yoyote za kihisia zinazotokana na mawazo yasiyochunguzwa yasiyochunguzwa, because kuna vitu vinaingia ndani yako hauchunguzi, you let it just it is there, any thought comes. Ndio maana unapata watu ambao wana akili fahamu, kuna vitu wakiwaza they write down. Why are they writing down? They want to go, wanataka kuichunguza ile kitu. Na ndio maana kuna wengine wasiochunguza, baadaye kwa ile wenye benefit itaenda benefit, na kuna wengine haitaenda kwenye msaada. Maana wengine itawaambia sasa ikianza kubadilika ndio iende ubadilishe akili. Kwa nini? Itaanza kusema mimi sina dhamani. Semeni amen. Ulichokiruhusu baadaye inabadilika, unaona mtu anasema sifai, sipendwi. Tunaendelea pamoja. Kuna kitu huyu akuchunguza. Mungu ameniacha. Lugha nyingine mnapenda kusema hii hali haitabadilika kamwe. Anakubali na permanent situation than the temporary situation. Maana yake mawazo yake imekuwa mabawa yake, imempeleka mpaka kuona hatawahi kuwa kitu kwenye maisha. Ladies and gentlemen, hayo ni mawazo magumu yalizovikwa vazi la hisia. Sema hiyo ni vazi la hisia. Yaani umevaa mimi si wa dhamana. Na ndio maana unavaa nguo zilizo choka, maana ulishakubali sifai, ukavaa hiyo vazi. Hali yangu itabadilika. Ninavaa vazi la umaskini. Mimi ni maskini. Heri wao. Mimi si kitu. Hujachunguza mawazo. Leo hii vile mnakaa hapa kanisani, zaidi ya kusema akili, ni vazi umevaa ndio imekuvalisha hapa. The way umekaa na aina ya vazi ulionaye ni mabawa ya hiyo mawazo yaliyokupeleka ikakuweka hiyo design. Kwa mfano, mwenyekiti wa kanisa akasema leo hakuna mtu wa muhimu naonana naye. Naongea ili nitoe mfano mwenyewe. Sawa? So kwa leo akiamka akijua leo sina mtu wa maana, atasema nitavaa vyovyote. Mabawa yake imempeleka asishinde kuona. Je, hakuna Mungu anaweza ingia katikati kwa ofisi akaleta mtu hata saa 4? Lakini mabawa ya mawazo yake yasiyochunguzwa yakamwonyesha leo. Lakini kuna siku mabawa inainuka, anajua leo naenda kukutana na mtu asubuhi, anasema leo napiga hii. Mabawa imempeleka kwenye mawazo ya mtu hajachunguza, aishi hiyo maisha, lakini yeye kwenye hali ya maisha. Yaani ukitaka kujua mtu mwenye anaishi kwa ajili ya watu, atavaa kwa ajili ya kitu fulani. Mwangalie baba yenu morning glory evening, hata kama mtakuwa watu wangapi, aina ya mavazi haibadiliki. Ameweka signature. Sijui kama mnanipata. Maana hajui atakutana na mtu saa ngapi na wakati gani, lakini lazima awe kwenye signature yake. Amechunguza mawazo yake. Sisi tusiochunguza tutavaa vazi. Leo kwani nini? Tumeenda. Ile siku tu tunaivaa tumeambiwa leo tutakuwa na kitu fulani.
ndio tunaivalia. Siji mnavaa vizuri wakati mnaambiwa leo ni sherehe, leo ni sendo, leo ni harusi. Hapo mawazo itakwambia vaa kwa ajili leo ni harusi. Au mama unajua pia Pastor Hilda Ngatigu anajua kuvaa. Ile siku naonanga akitokezea tunakuwa salute siku za harusi tu. Semeni amen. Hapo atavaa. Tutakupigia salute. Huku kwingine tutakutafuta. Wengine nyote hapa mnajua tu Sunday ndo nitavaa. Na kuna vile mavazi inawavika mpaka hata Sunday hamvai. Yaani mko kwenye ile mavazi. Mimi mpaka mnaanza kugeuza maandiko. Na nyenyekea katika mkono wa Mungu uliodari, atuonekane Yesu aonekane. Sisi ni maskini rohoni, hakuna haja kujionyesha. Yesu, hakuna haja kujionyesha kitu gani? Mawazo ulionaye ni mavazi unayovaa kupitia hisia zako. Hisia ndio uvalisha mtu nguo. Hisia ya msiba itakuvalisha mavazi ya msiba. Niza jirani yako, hisia yako imevaa nini? Wangapi? Okay, wacha nikuongezee dozi. Niongeze dozi. Leo hii kweli Pastor Hilda nyinyi ndio mke na mume hapa. Na wachumba wote walio hapa, wachumba. Leo hii ujue unavalia, unaenda out. Na ile date kweli, wachana date nyingine za ajabu tu. Mimi unajua hata saa hii tuambiane tunaenda date, tutaenda hivi. Lakini kuna wakati akiniandaa vizuri, hata yeye atasema rakataraba shendereba katadadaba, na tunaenda wapi? Alafu akinipeleka pabaya atakasirika, kwa sababu si atakasirika mimi. Maana jinsi nimevaa, nimejua hapa naenda 5-star hotel. Mahali sina wasiwasi. Kuna vile tunaweza vaa na haleluya. Haleluya, nitaimba asubuhi. Unajua kuna wakati tunavaa, hisia imevaa jina romantic. Hisia inajua leo ni siku ya nini. Wale mnafunga harusi hiyo usiku, kwa nini mnavaa hivyo? Hisia inajua leo navaa nini, hizi nguo. Kuna vazi ulio naye, kilichokuvalisha uliichunguza ndo ukavaa ya send off, ukavaa ya honeymoon, ukavaa ya hii. Leo ninawarudisha kwenye vazi ambayo imetiishwa na Roho wa Bwana. Imesema mimi ni wa dhamana, mimi ni wa juu. Angalia mtu ambaye anakuwa waziri, angalia hao watu wako kwa government every day wanakaa presentable. Kuna siku moja niliona Rais Ruto alimkemea waziri, in fact it was atuiti waziri, governor. Akamwambia uwezi vaa hivi na ukakuwa kwenye kabineti yangu. Manaka aliona ujitambui. Vazi linakuonyesha who you are. Hata kama unajua uendi wapi, vazi linasema bado wewe ni nani. Lakini kila siku ile hisia vile umevaa ndio unaenda na hiyo vazi. Na ndio maana kuna vitu hutawahi achieve kwa sababu ya vile unavaa. Kilicho kwa mawazo yako hujachanganua ndio inafanya unakaa hivyo, unavaa. Wengine mnavaa mnapitiliza kama mama fulani, wana miaka ngapi? Rudisha miaka yako nyuma, kaa miaka yako. Kuna watu mnakaa miaka 30 mbele. Kuna watu mnavaa nguo ya kina mama kweli, kama kina mama Berege, na wewe ni mtu wa hata una mtoto amefikia Fred Berege. Unakaa umechoka. Neema ikutoshe. Hapo hamtaki. Yani ile mawazo inasema hata ukihubiri vipi sikusikii. Yani hiyo ndio shida ya mawazo. Imeshaenda na wewe na mabawa. Unaona hii ndio kiroho, hii ndio utakatifu. Nifagie barabara, fagia. Unakuja tumsifu Yesu. Yani unafikiri unaenda mbinguni. Wewe ni mbinguni, hisia imekuvaa. Semeni amen.
Mwenyekiti anakuambia mimi ni pastor wa vijana, lazima nikae vijana. Sio vijana, kuna mahali umefika, hiyo nguo ina demand. Hiyo nguo ina demand. Inasema upende usipende, hiyo umri huwezi itoroka. Utakaa hapo na utavaa hapo. Acheni mchezo. Chochote kimekutawala kwenye hisia, hebu vua. Utazama mapema. Hamtaki kusikia. Vile hamsikii, nimewambia hisia inaendelea kuwapanda nyinyi, mtakuja kushona manywele za ajabu nyinyi hisia msipo icontrol. Mtatuwekea bonge la kichwa kwa kichwa na muone mko kwa fashion. Na watu wengine waliweka hizo vitu, waliweka kwa ajili ya picha, walikuwa na promote mtandao fulani. Alafu wewe unaona ni fashion ukaiweka bonge la kitu hisia. Unaona watu wanashuka kitu kingine. Mimi nimewahi shuka hizi rasta nyingine ya kuweka. Siku nyingine kina Mary Makeup wakaniwekea crochet, zilikuwa nzito mpaka nafanya hivi kichwa inaenda. Yaani hiyo yenyewe wakawa na Evelyn. Asubuhi ngambia hebu punguza kitu, mimi na siendi popote. Tueni vitu. Lakini wapendwa, kuna watu hiyo vitu wanazo kwa kichwa. Sijui vile wanatembea nazo. Mtu ana bonge la kitu kwa kichwa, ni nzito kuliko kichwa yake. Na shingo inachoka. Hata ukibeba maji ya lita 20 shingo inachoka. Tuache kuchosha vichwa jamani. Lakini wazo imesema weka. Hata mimi niko hivyo. Uliza hata madam ako hivyo. Saa hii usiku tukisikia tunafumua nywele, tunafumua. Maana wazo imesema fumua. Hisia imeshasema na tutawaambia mzee. Natumai sijui kama anakuambianga, utasubiri tu, lakini hii vitu mpaka itoke. Yaani ikifika hiyo ngoma imefika. Ndio niwaambia aje washirika, msicheze na nini? Hisia, mawazo, akili zenu, moyo wenu, in Jesus name. Mpigie Yesu makofi mazuri. Washirika, nimewapoteza wengi, na wewe pia usipojichunga, hii kiti unakalia itakuwa nzito kama mtatrain mawazo yenu vizuri. Lakini mawazo yenu ikiwa nzuri na akili, mtajua jinsi ya kukaa kwa kanisa. Ndio, na mawazo yako ndio itafanya uingie ibadani. Na ukiwa na mawazo mabaya itakukataza usiwe wapi? Kila mtu na mawazo yake, anapojua anatolea Mungu kitu kizuri. Na mawazo yako leta sadaka hapa. Nione vile mawazo yako itakwambia. Kila mtu atakuwa na 10,000 ashike 1,000. Yaani ni mawazo. Tiisha mawazo yako kwa Kristo. Tolea Mungu sadaka nzuri. Haya, karibu tu kwanza sadaka. Sio sadaka mlitoa, na wengine hamkutoa, chombo kiko pale. Toa prophetic seed nzuri hapo. Na tiisha maisha yangu kwa Kristo. Chochote kinatafuta akili ya watu wa nyumba yangu, maisha yangu haitakuwepo. Leo tunaenda kutangaza amani. Akili yangu tiishwa na Bwana in the name of Jesus Christ. Vile unavotoa ni vile bado ile vazi imekuvaa. Na ndio maana nataka uvue hiyo vazi. Nataka uongeleshe akili yako ibadilike, ijue kumtii Bwana. Ambia mawazo yako imjue Kristo. Wewe ni nani mbele za Bwana? Who are you? Wewe ni mtu ambaye umevaa huzuni. Wewe ni mtu ambaye umevaa hasira. Wewe ni mtu ambaye umevaa kuchanganyikiwa. Kataa. Ambia akili yako itulie kwa Bwana. Hiyo wimbo naona ilipotea, lakini kuna hiyo wimbo iliimba vizuri, tulia moyo. Very nice song. I don't know yote ilikuwa inaimba namna gani. Sema amen. Dakika moja nilisema before I sit down, kuna mtu mmoja nimsaidie nisimsaidie hapo. Sema amen. Kuna mtu tu anaamini Mungu ya kwamba nyinyi ubaya wa shirika wangu, saa nyingine tukitoa unabii, tukisema neno
na una amani, si ndivyo? Hautalipwa vitu na hii. Hii ingine ije ilipe vitu, ifanye vitu. Hii sijui kama unanielewa. Kuna ndio nitalipwa kitu, lakini ndio kwanza, si ingine ije hata kama nitalipa. Sijui kama mnaelewa lugha ya kinabii au nisemeje. Ninalinda watu kwenye sources ya finances, kwenye swala la uchumi. Ninaweka ulinzi mkali katika jina la Yesu Kristo. Ninasema kwenye swala la pesa, ninaweka ulinzi mkali, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, 6, 7. Kila mtu aseme linda Bwana, linda Bwana, linda Bwana. Haijalishi ni kidogo, kikubwa, shilingi ngapi, ninalinda mitaji. Ninalinda pesa fulani. Hiyo haitatoka. Mungu alete channels zingine. Mwambie Bwana fungua. Ni nani apige kelele? Unajua ni akili inafanya kazi, ni system ya akili. Omba hiyo nabii anapokuja. Lakini ninasikia kama unielewi, ombea hizo sources in the mighty name of Jesus Christ. Ninaombea hiyo channel. Ninagusa sehemu zote ambazo zinahusiana na pesa. Ewe adui ya kutaka kutufilisisha, ama ufanye tuende chini, ama ufanye kuwe na uzito, hautafaulu kwa jina la Yesu Kristo. Ni nani anaomba pande kona zote? Ambia Bwana nisaidie. Kuna roho ambayo inataka channel yangu ya kuingiza iwe na ugumu sana. Sema ninakataa. Zuia hiyo roho kwa jina la Yesu Kristo. Ninaita roho ya baraka pande zote. Ninaita roho. Sema pesa, ninakuita. Sijui ni nini tunatakuwa na kuongea, lakini ninasikia leo Jumatano, ita pesa, ite inasikia. Njoo kwa mikono, njoo kwa kazi yangu. Ninafungua hiyo anga. Ninakataa. Pesa haitakutoroka, haitalipalipa vitu, haitaondoka. Ninaita ita kwa jina la Yesu. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, 6, 7. Sijui ni nini iko na mara 7. Maombi mara 7. Ulinzi. Roho ya mafanikio. Ninatangaza katika pande zote, hatutaishiwa. Roho ya ugumu nimepiga. Ninasangaza uzao. Ninakataa. Naona kama roho ya watu kutoka kazini na kuingia hivi. Ninakataa. Naona hii roho ya vita. Ninakataa chochote kinataka kuangaisha sehemu ya nafasi ya kazi. Iwe kiti cha kazi, iwe sehemu unakaa, iwe vita, iwe watu wanakaa ili uangaisho chochote kile. Hii yote inalenga pesa. Ni nini hiyo inalenga? Tutumie. Nimekataa matumizi ya pesa ya kutoka ambayo inataka kugusa mpaka mtaji. Nimekataa kwa jina la Yesu Kristo. Ninatuma ulinzi mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya 4, 5, 6, 7. In the name of Jesus. Mikono, utapokea pesa, utapokea. Ninakataa roho ya kutoa pasipo kupokea. Ninakataa roho ya kuishiwa. Ninakataa roho ya ugumu. Ninakataa kubadilishwa hadi mashilingi. Ninakataa roho ya ukame. Ninakataa roho ya kustruggle, roho ya kung'ang'ana, roho ya kupambana. Nimezuia kwako. Si uombe tafadhali. Omba. Piga hiyo mikono. Rababa shataraba saterebo lindaraba shanderebo sayakayantaraba likaraba rianderebo sanderebo shantereba likaraba baba shanterebo saya likaraba baba riketerebo santerebo riakaya bagaduseketea
Lebrenosia kayantara na boria brenosia kalabia. Jedebegotore mehanda na maze ketere bori. Jantere bosayandere boria kaya bagadia. Lebrenosia kayandere boja kaya bagade. Le raboze ketere borianta rabaza kataramande. Lijatara boria kayandere boza kaya bagadia. Le peketere bosantara bagadi. Jada bagado salimbrenosia kayandara bagada. Le karaba baba 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 baba. Jede zebreketere bosalia. Jede gebegedila. Le zapagado zagatara borianta. Le karaba garianta raborianta. Le jakatara borianta de bozika. Ruzakatara bagadi. Le karaba kaya. Ruzantere de bozayante de bogadia. The name of Jesus. Eka mikono juu, sema Bwana Yesu, ninakushukuru sana. Asante kwa sababu ya neno lako la baraka ambalo tumelisikia Jumatano ya leo. Imekuwa fellowship ya baraka kabisa katika maisha yetu. Ninaomba usiku wa leo fahamu zangu, akili zangu, mawazo yangu yaongozwe na wewe katika jina la Yesu. Ninakataa kuwa na mawazo mabaya, kuwa na fikra mbaya, kuongozwa na hisia. Ninakataa kwa jina la Yesu. Neno lako linasema, maana wale wanaoongozwa na Roho hao ndio wana wa Mungu. Nisaidie Bwana Yesu. Neno lako linasema tusifuatishe namna ya dunia hii, bali tugeuzwe nia zetu. Baba, ninaomba nia yangu ikakupendeze, mawazo yangu yakakupendeze. Asante kwa neno lako, asante kwa neno lako, na asante kwa sababu ya tamko la kinabii ambalo tumepokea siku ya leo. Vita katika uchumi vimeisha katika jina la Yesu. Ulinzi wako juu ya kila kitu ulichonipa wewe. Ina mikono yako juu, mshukuru Bwana kwa dakika moja. Father, we thank you. Raboja nemosa ya kabagade. Mshukuru Bwana. Inua sauti yako, mshukuru Bwana. Mshukuru Mungu vizuri. Mshukuru. My Father, my Redeemer. Oh yes. In Jesus' name. Mpe Yesu makofi. Now listen, wiki hii tuliyoanza Jumatatu mpaka leo, Mungu akutendee mema. Amen. Akutendee mema. Yale maneno ya unabii ambayo mtumishi wa Mungu ameongea hapa yaende akamsaidie mtu. Zile declaration zikamsaidie mtu katika jina la Yesu. Kile kikao ambacho ulikuwa nacho Jumatatu, kile kikao ambacho ulikuwa nacho Jumatatu kitazaa matunda katika jina la Yesu. Kuna mtu namuongelesha katika lugha hiyo. Kitazaa matunda. Kile kikao ambacho ulikuwa nacho Jumatatu kitazaa matunda, na matunda mazuri kwa jina la Yesu Kristo. 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 Kwa mara moja piteni madhabahuni alafu mshuke. Pita tu madhabahuni ukisema asante Yesu. Mikono juu, sema asante Yesu. Ndio. Kwa imani. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kwenye hii ibada ya fellowship iliyokutanisha hapa Jumatano ya leo iwe ya baraka. Amen. Amen. Kuna mtu yuko hapa na kule kwenye online. Njoo madhabahuni umshukuru Mungu kwa sadaka yako. Beba tu sadaka, mshukuru Mungu. Mwambie tu asante.
wala usiseme asante kwa sababu ya kitu gani, ila mwambie tu asante. Fanya hivyo haraka. Nimekutana na wewe Yesu, nimekutana na wewe Yesu. Unamshukuru Mungu, tunamwambia asante. Kuna bahasha nilikupa Jumatatu nikasema urudishe leo. Beba zile bahasha, kimbiza urudishe sasa hivi. Una fungu la 10, beba fungu lako la 10 ukimbe nalo hapa haraka tuweze kumaliza ibada hii. Wale watu ambao leo mmefika hapa na